clarify kitu kimoja. Umezungumzia mambo ya afya ya akili, na miongoni mwa vitu vinaweka depression kubwa kwa vijana, to be honest, ni mahusiano na pesa. Tukisema ule ukweli, sasa natamani nijue, simuona kuna wengine wanacheka kama anauza kitu cha ajabu. Ni umri gani au ni muda gani sahihi kwa kijana anatakiwa awe kwenye mahusiano? Unajua kwa sababu gani? Kuna wakati shida, yaani mtu akiwa anakuona unaimba, unafanya huduma, anakuwa anahisi. Sasa nasema ukweli. Nasema ukweli kwa sababu lazima tuwe wawazi. Kwa hiyo kuna watu wanakushangaa, inakuaje unasema hivi? Lakini kumbe nasahau, pamoja na kitu unachokifanya unahisia wewe ni mtu, ni mwanaume. Siku za mbeleni inabidi uje na hicho kitu. Then ukishaniambia ni wakati gani ni sahihi kwa mtu kuwa kwenye mahusiano, then ukishatuambia ni wakati gani, nataka uniambie inated vipi na inahusiana vipi. Ni lazima uwe na pesa sana au ni lazima ujipate? Dadangu anapenda kutania kwenye group, anasema tafuta hela, mahusiano bila hela ni usumbufu. Sasa asa natamani mama, according to your professional, uclarify hicho kitu. Na je, katika hicho kipengele umri unamata, yani age, in case mwanaume ni mdogo, in case yani age, yani kivyo vyote vile vinahusiana. Hilo ni swali moja. Swali la pili, nije kwa dadangu Margaret pale. Umezungumzia na waga nasikia tunasema anza na ulicho nacho. Hasa kwa sisi vijana, nijitolee mfano mimi Elisha. Nisije nikamtolea mfano Dania akaja akanipiga baadaye. Nijitolee mfano mimi Elisha. Nimemaliza masomo yangu kwa level ambayo nilikuwa natakiwa nisome. Then nimekuja mtaani. Naanza tuseme zero, sio moja kwa sababu sina cha kuanza nacho. Zero. Yaani sina platform, sina chochote. Then mtu anakuambia uanze na ulicho nacho. Wakati huo kwenye kichwa chako una idea zako nyingi ambazo zinahitaji hela ili zitekeleze hizo idea zako. Yaani huo mtego nadhani ni changamoto. Huaga najitahidi kufanya research yangu peke yangu, nakutana na wadau wengi wanasema, na ndio maana kuna wengine wanaamua tu wabeti ili maisha yaendelee. Lakini pia hapo dada Margaret, nina kitu kimoja nataka ukiweke sawa kwa kijana ambaye hajajipata kama Elisha hapa. Jamani, mimi sijajipata, msione hii suti mkajua namna gani vipi. Sijajipata. Lakini nataka tu utusaidie according to your profession. Mtu ambaye hajajipata na yuko multipurpose talented. Nadhani ndio umenielewa. Yaani namaanisha Elisha, nianze Elisha. Nacheza mpira sio sana, nishaachana nao by the way. Ninaimba, si ndio? Mtumishi wa Mungu, tunaomba uende direct kwenye swali kwa sababu ya muda. Hilo ndo swali. Naimba, na ubiri, na shauri, na nina professional niliyosomea. Mtu kama huyo hana kitu chochote, anaanza vipi na unamshauri afanye kitu gani ili atoke? Kwa sababu at the end of the day akifanya vyote vinaweza vikampa hela, lakini hawezi akavishika vitu vyote kwa wakati mmoja. Amina, swali langu ndio hilo hapo. Amen. Makofi mengi kwa kaka Elisha. Tutarudi kwa wazungumzaji wetu, watumishi wa Mungu. Tutaanza na swali la kwanza ambapo Elisha ameuliza, je, muda sahihi wa kuwa kwenye mahusiano ni upi? Karibu Madam Lusungu. Asante Elisha. Yaani maswali yako yamepanuka sana, lakini nitajitahidi kujibu kwa faida ya wote, lakini kwa ufupi. Kwa mimi ukiniuliza muda sahihi wa mwanaume au mwanamke kuwa kwenye mahusiano, mimi ninasema awe tayari kimwili, manake umri uruhusu, kwa sababu unapoingia kwenye mahusiano na wewe unatarajia kwamba unaangalia nini kule mbele. Kama unataka ndoa takatifu, manake unatarajia uwe na familia, si ndio? Basi umri na mwili kibiolojia ukuruhusu. Yaani bale iwe imekuwa imekamilika, na kama ni mwanamke amekomaa viungo vyake, akibeba ujauzito hataleta hatari kwenye kujifungua. Hiyo ninaongelea mwili. Na mwanaume uwe umebale na uwe rijali, lakini pia uwe na akili timamu, na mwanamke naye awe na akili timamu. Hapo ninaongelea kimwili. Sawa? Lakini ukiangalia hata Mungu alivyomuumba Adam kwenye bustani ya Eden, alimuumba Adam, alimpa majukumu, si ndio? Kwa hiyo wewe kama mwanaume, kabla hujaanza kutamani kuwa na mke,
hakikisha kwamba unaweza kwenda kuyabeba yale majukumu ya familia. Utaweza kumtunza yule mwanamke. Usitamani kuwa na mwanamke kwa sababu umri na hisia zinakutuma kwamba unaweza erect na ukakutana na mwanamke. No. Hakikisha kwamba uko tayari kwenda kumtunza yule mwanamke, kwa sababu mahusiano ni majukumu. Ndio anachoongea Mwalimu Margaret. Ukiwa na mahusiano bila kuwa na uchumi ambao unaruhusu kuwa na mahusiano, ni usumbufu. Unaenda kusumbua jamii, unaenda kusumbua kizazi, unaenda kusumbua waliokuzunguka, kwa sababu Mungu ni Mungu wa kanuni. Mungu ni Mungu wa kanuni. Hakumpa Adam Eva, alimpa kwanza bustani aipalilie na kuitunza. Kwa hiyo hicho mimi nina encourage kabisa, usikimbilie kwenda kuwa na mahusiano. Mahusiano utakuwa nayo mpaka siku unakufa, na hakuna jambo jipya utakapoingia kwenye hiyo ndoa. Yani ni kitu ambacho utakifurahia na utaishi nacho mpaka utakwenda utakufa. Kwa hiyo na ukikosea kuoa, ukikosea mahusiano, ni bora ukosee kujenga nyumba, utaibomoa. Lakini ukikosea mahusiano, hakuna kwa kuchomokea. Utasumbua wa saikolojia, utasumbua watumishi, utajisumbua wewe mwenyewe, na utaishia kwenye depression, utaishia kwenye anxiety, na mwisho wa siku utaishia kabisa kwenye changamoto ambazo ungeweza kuziepuka. Kwa hiyo mimi kama vijana ninawashauri, yani kwanza wewe ukiwa kama kijana huna mahusiano, una muda mwingi wa kujipenda wewe mwenyewe, una muda mwingi wa kujiappreciate wewe mwenyewe, una muda mwingi wa kujitafutia maisha yako na kujua maono yako ulionayo ndani na kuyafanyia kazi, na ukafanikiwa, na utatembea kwa ujasiri kabisa. Hiyo kwamba unahisia unataka kuwa na mtu, kuna vitu vingi vya kufanya. Wewe umesema unacheza mpira, Mungu amekupa hizo nguvu, sio ndo ziende zikatumike kwa namna hiyo tu. Kuna namna nyingi unaweza ukacheza mpira, ukafanya mazoezi, ukaconcentrate na future yako. Kwanza ukifocus kutaka kuona kile unachotaka kuwa, utasahau hata kama unatamani mwanamke. Mimi huwa naambia vijana, wewe unayekuwa eti mko kwenye uchumba alafu unasema ninatamani tukutane kabla hatujafunga ndoa. Unapoenda kufunga ndoa unataka ndoa ya aina gani? Unamtaka yule mke wako na familia yako iwe ya aina gani? Au unataka kila siku mwe kibaba kimoja hivi imetoka? Hapana. Sivyo Mungu alivyotuumba. Mungu anataka tuwe na maono. Siongei hapa kwa kunyanyasa, siongei hapa kwa nini. Maono ni kitu ambacho Mungu ametuumba nacho. Kwa hiyo tazama kwanza unakotaka kuwa, alafu ndio uje ufikirie habari ya familia, uje ufikirie habari ya mahusiano. Na unapomtumikia Mungu hapa, concentrate na kumtumikia Mungu. Haya mambo mengine Mungu atakusaidia. Hautatazama vya pembeni, kwa sababu una focus kwamba Mungu ninakutumikia, na umesema nikikutumikia utaniheshimu. Manake na heshima ulionao umesema nitapata mara 100 duniani na zaidi ufalme wapi? Wa mbinguni. Kwa hiyo manake nataka niwe tajiri nikiwa na kukutumikia, ili Mungu niweze kuifinance huduma yako. Nisiwe mimi ninaimba alafu ninakuwa sina fedha. Mungu atakupa maono ufanye nini. Mengine atajibu Mwalimu Margaret jinsi gani unachomoka kwenye uchumi. Lakini mimi kwa mtazamo wangu, na ninaamini kwamba kila mmoja hapa Mungu ameweka kitu kikubwa ndani yake. Endapo atafocus na Mungu, endapo atatumia vile vipawa vilivyo ndani yake, na wala sio lazima mtu akupe hela hii hapa ndo kesho ende ukaanzie. Mungu atakupa maono, atakuinulia watu, na atakuonyesha namna gani unafanya, na utafanikiwa. Amen. Makofi mengi. Muda wetu umetutupa mkono kidogo, kwa hiyo nitaomba wageni wetu mjibu kwa ufupi sana maswali yetu. Lakini pia wapendwa, ninaomba unapouliza swali nenda direct to the point, yani nenda moja kwa moja. Ninamkaribisha Madam Margaret aweze kujibu swali, kuweka sawa msemo wa anza na ulicho nacho. Kwa mtu asiye nacho aanze na nini? Karibu. Asante. Kwa sababu ameuliza maswali mawili ndani ya kipawa, naomba nijibu kwa ujumla wake. Cha kwanza, kwenye haya maisha huwezi kuwa bingwa wa kila kitu. Lazima uchague eneo moja la kusimama nalo. Mfano, kama mimi ni mwalimu, siwezi kuwa mwalimu wa kila kitu. Ndio maana nimechagua eneo la kifedha na ninajijengea uwezo kwa kumaanisha. Ndio maana imebidi nirudi nisome tena hizo kozi ambazo zinatolewa na Benki Kuu, na bado kuna nyingine pia naendelea ambazo zinatolewa na soko la hisa. Kwa hiyo nimechagua eneo hilo. Kwa hiyo machaguzi ni lazima. Unaweza ukawa na vitu vingi, lakini lazima uangalie katika vile vitu vingi ulivyo navyo, ni kipi ambacho wewe unakipenda zaidi. Tunasema kile ndio unatakiwa uanze nacho.
kwa sababu mfano kama mimi, kabla sijaanza kwenda kwenye kipawa cha kufundisha, mimi interest yangu ya kwanza niliyokuwa nayo ni kupika. Nimeshawahi kuwa na catering services kabisa ya kupika kwenye masherehe, lakini baadaye nikagundua napenda UMC. Nimeshawahi kuwa MC mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Nimefanya hilo kabisa rasmi. Lakini pia mimi napenda usafi na mpangilio. Kwa hiyo kuna kipindi nilikuwa nafikiria niwe na kampuni ya kufanya usafi. Yaani ni vitu ambavyo napenda zaidi ya kawaida. Zaidi ya kawaida manake nikifanya lazima mtu anoti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ndani yangu nikagundua napenda kufundisha. Kwamba nikifundisha kitu watu wanaelewa, na unakuta kuna wakati mwingine labda mmekaa watu wanaelekezana, anasema bwana wewe mwache Margaret atuelekeze hili. Kuna namna anaelekeza kwa urahisi. Kwa hiyo hivyo najaribu kukuambia ni vitu ambavyo vilikuwa vinanizunguka. Kwa hiyo katika kujitafuta nilijikuta nimegusa almost kila kimoja. Ila baadaye nilipogundua kwamba no, yani lazima niwe focused ili niweze kuishi maisha ninayoyataka. Kwa hiyo katika kujitathmini pasipo kujihurumia, kwa kujitenga, nikagundua kufundisha napenda zaidi. Kwa sababu mojawapo ya swali la kujiuliza ni kitu gani ambacho uko tayari kukifanya hata kama hujalipwa na ukakifanya vizuri. Mimi ni kufundisha. Na ndio kitu nawaambiaga hata kina Baraka hapo. Nyinyi mkipata opportunity, si mnakumbuka hata nyumbani niliwaita. Mimi doing that najisikia vizuri sana. Sasa kile ndio kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Unaanza kukinacha kile kwanza, alafu vingine vinafuatia. Hapo sijataja ya uongozi. Mimi nina interest za politics. Na nikiwa chuo kikuu nimejiengage kwenye politics. Kwa hiyo kesho na kesho kutwa ikitokea nimerudi usishangae. Ni kitu ambacho kipo. Sema kwa sasa tumedili na kimoja. Kwa hiyo katikati ya vingi lazima kuna kimoja unakipenda zaidi. Ila mpaka ukijue lazima ujijenge kwa utulivu wewe mwenyewe na kujiuliza. Kwa sababu ilinibidi nijitenge, niwe na utulivu mimi na mimi, alichokisema Madam Lusungu. Mimi na mimi na kujiuliza ni kitu gani hasa ambacho katika hivi vyote naweza nikakifanya bila hata kulipwa. Mimi hata ukinikurupusha saa 8 usiku nipe agenda, ndani ya dakika 2 nakupa somo. Kwa hiyo nikaona hichi ni kitu ambacho nakipenda. Sasa ndicho hicho. Nikasema nakijengeaje uwezo? Mtaji wa kwanza ambao kila mtu anatakiwa awe nao ni maono, wala si fedha. Pasipo maono watu huacha kujizuia. Unapokuwa na maono unakuwa na nidhamu. Nilipojua mimi eneo nililoamua kubobea ni hili la kufundisha, nilienda nikatafuta msaada wa kitaalamu. Kwa sababu hao hatuwaruki popote. Kwa sababu hata Mungu wetu hakuwaruka popote. Hata kwenye Biblia ukisoma wakati wanatoa maelekezo kwenye kitabu cha Kutoka, kujenga ile hema ya kukutania, mpaka wachanganywa manukato waliotafutwa walikuwa wataalamu. Kwa hiyo mtaalamu ana jicho la zaidi ya vile unavyoona wewe. Ana namna anakusaidia. Nilipofika kwake akaniambia hivi, unapenda kufundisha nini katika kufundisha kwako? Nikasema napenda kufundisha mambo ya haiba ya kike, napenda sijui nini. Akaniambia kwenye vitabu ambavyo umevisoma kipi unakipenda zaidi? Nikamtajia kitabu kimojawapo ambacho kinaitwa Fascinating Womanhood. Akaniambia sasa, anza ulipo, anza na ulichonacho. Maono unayo, unataka uwe mwalimu wa mwenendo mwema katika mambo mbalimbali. Kile ulichonacho sasa hivi mkononi, anza nacho. Unaweza ukacreate group ya WhatsApp, ukashare na baadhi ya watu, ukawaambia kwamba mimi jamani nafundisha, huku nitakuwa nachambua vitabu, nafanya nini. Alafu anza kushare kwa saiko yako. Akaniambia anzia hapo hapo, ukishaanza kama baada ya miezi 3 pasipo kukatisha fanya hivyo. Alafu ndipo unifuate nikuelekeze vitu vingine zaidi, kwa sababu huwezi ukafika kule kabla ya kutoka hapa. Tunasema hata usiku ukiwa unasafiri unagiza, huwezi ukapaona pale Pugu Sekondari, lakini kadri unavyosogea ndivyo unaona mwanga zaidi. Ukweli ni kwamba fursa ziko nyingi na huwa zinafunguka kadri unavyokuwa focused. Kwa hiyo mimi nilichokifanya, nilifanya alichoniambia. Nilienda nikafungua group ya WhatsApp. Nilikuwa naangalia hapa, ilikuwa ni mwaka 2021 tarehe 20 mwezi wa 2. Ile group ilianza na watu 6. Kadri nilivyokuwa nasogea mbele, watu walikuwa wanashare ile linki. Sasa hivi nina magrupu ambayo na watu takriban 30,000 WhatsApp. Mimi simu inaniingizia fedha. Kadri nilivyokuwa nazidi kusogea mbele, nikawa naona opportunity kwamba hapa naweza nikaweka madarasa ya kufundisha watu walipie angalau kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Uzuri wanafunzi wangu wengi hapa pia wapo wa online. Wanaweza wakaelewa. Kuna wakati naweka darasa napata watu mpaka 900 na wanalipia na wanaingia.
Kwa hiyo nikipata nafasi wakati mwingine kwa habari ya vyanzo mbalimbali vya fedha, tunaweza tukazungumza. Viko vingi, lakini huwa vingine havifunguki mpaka uchukue step moja ahead. Kwa hiyo kuna watu wengi wanasema mimi madam sijui unafanya nini. Haikuhusu. Mimi nafundisha, baki na hilo. Ila mjini kazi nyingi ni halali na pesa zinapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nafikiri nimekujibu